Karibu sana kwenye kituo chako cha burudani, elimu na simulizi halisi, Be Creative Topics. Na mimi ni Bizo, mtangazaji wako anayekusimulia kwa sauti ya moyo, kutoka Geita hadi Nigeria, kutoka mtaa wa Igalula hadi kwenye kioo chako cha simu. Leo tunachambua filamu ya mapenzi ambayo ni tofauti na nyingine. Sio penzi la fujo, sio penzi la show off, bali ni penzi linalotegemea imani, uaminifu na uvumilivu. Simulizi ya leo inaitwa Counting on Love. Ukihesabu penzi utapotea, ukiliamini utaishi. Hadithi inaanza sasa. Counting on Love, full story. Katika mji wa Lagos, tunakutana na Mirabel, msichana mrembo mwenye akili nyingi ambaye ameajiriwa kama mshauri wa masuala ya fedha kwenye kampuni maarufu. Mirabel ni yule binti ambaye kila mwanaume anatamani, lakini pia ni mgumu kumpata, si kwa sababu ya maringo, bali kwa sababu amejeruhiwa kabla. Alishawahi kupenda sana, lakini akasalitiwa, na tangu siku hiyo aliamua kwamba mapenzi ni jambo la hatari, ni mradi wa hasara. Lakini maisha hubadilika pale moyo unapoguswa na mtu sahihi. Hapo ndipo anaingia Andrew, mwanaume mpole mwenye ndoto za mbali, ambaye ni fundi mitambo kwenye kampuni hiyo hiyo. Hakuwa tajiri, hakuwa na magari ya kifahari, lakini alijua kuongea na moyo wa mtu. Andrew hakupenda Mirabel kwa sababu ya sura yake wala cheo chake, alimpenda kwa utu wake. Alianza kumtambua taratibu, si kwa maneno bali kwa vitendo vidogo vidogo. Kila alipomuona na stress kazini alimletea chai. Alipochoka alimwambia, leo umepambana, kesho ni yako. Mirabel alishangaa, mwanaume asiye na pesa nyingi lakini mwenye hekima na moyo mpana. Hakuamini mapenzi tena, lakini Andrew alikuwa tofauti, na hapo wakaanza uhusiano wa kimya kimya, taratibu wa kipekee. Lakini kila penzi lina majaribu. Wakati Mirabel alianza kupenda tena, jamii ya rafiki zake ikaanza kumkatisha tamaa. Unapoteza muda wako na mwanaume asiye na hadhi yako. Andrew hana kitu, utaishia kumlea. Mama yake mwenyewe alimwambia, Mirabel, umejifunza sana, kwa nini urudi nyuma kihivyo? Andrew alijua mambo haya, aliumia ndani kwa ndani, lakini hakumwambia Mirabel. Badala yake alizidi kupambana, alijifunza coding, alianzisha biashara ya tech, na taratibu alianza kusimama. Lakini majaribu makubwa zaidi yalikuja. Andrew alipoteza pesa nyingi kwenye biashara, akafilisika. Na katika kipindi hicho, ex-boyfriend wa Mirabel, Kenneth, mwanaume tajiri na anayeonekana perfect, akarudi kwenye maisha ya Mirabel na kumwambia, nimejifunza, nirudie, nitakuoa leo ukisema ndio. Na mama yake Mirabel akawa upande wa Kenneth. Mirabel akajikuta anachagua kati ya mwanaume aliyewahi kumuumiza lakini sasa ni tajiri, na Andrew maskini mkweli lakini hana chochote kwa sasa. Na hapo ndipo moyo ulipomwambia, upendo wa kweli si pesa, bali ni moyo unaokujali hata ukiwa huna. Mirabel alimwambia Kenneth, sikuhitaji uliponiumiza na si hitaji sasa. Akampa moyo wake Andrew, hata kama dunia haikuwa upande wake. Na hapa ndipo moyo ulipomwambia, upendo wa kweli si pesa, bali ni moyo unaokujali hata ukiwa huna. Hadithi inaanza sasa. Studio ya Be Creative Topics. Hii ilikuwa hadithi ya Counting on Love, ambapo tunajifunza kuwa mapenzi ya kweli hayaangalia akaunti ya benki, bali moyo ulio tayari kuvumilia, kubeba na kuamini. Je, wewe ungefanya uamuzi kama wa Mirabel? Au ungekimbilia mali na